nasi katika jina la Yesu. Mungu liye hai, tutakase kwa damu yako, tutakase kwa damu ya mwana kondoo inaonena mema. Tutakase Bwana kwa ajili ya ibada hii, tutenge kwa ajili ya ibada hii, tutenge tena kwa ajili ya siku ya leo. Fadhili zako ziwe nasi, uwepo wako uwe pamoja nasi. Tunakwenda kinyume na nguvu za giza, tunakwenda kinyume na kila aina roho ya mpinga Kristo, tunakwenda kinyume na mazuio ya kila namna katika ibada hii na katika siku ya leo. Uwepo wako uwe pamoja nasi. Karibu Bwana, ungane nasi mahali popote, na wengine wanaotufuatilia tunawaombea neema yako na iwe pamoja nao huko waliko, majumbani kwao, kwenye kazi zao. Neema yako iwe pamoja nao katika jina la Yesu. Neno lako linapoletwa kwetu asubuhi ya leo, tunaomba kalitakase, tunaomba kafungue mioyo yetu, kaijalie na kuitakasa mioyo yetu, ikapokee mahubiri ya neno lako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tumeomba na kushukuru kupitia jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana. Yesu asifiwe. Tunaweza tukaketi, alafu tuendelee na pale ambapo Mungu ametaka tutembee kwa hapo siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya kanisa. Tuko mwezi wa sita, sawa na mstari ambao tumekuwa tukitembea nao, Luka sura ile ya kwanza mstari wa 26 mpaka wa 38. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo tulivipata na kuviona kwenye hiyo mistari. Kuna mwezi wa sita, kuna malaika uliyepewa neema, Bwana yuko pamoja nawe. Kuna ile mara baada ya kupata taarifa alifadhaika moyoni, lakini malaika akamwambia usiogope, akamwambia umepata neema. Tukaangalia kuhusiana na kupata neema kwenye maisha ya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo kuna mistari kadhaa ambayo nitaisoma hapa, nitalukaluka baadhi kwa sababu kuna kitu ambacho nataka tukigusie kwenye hiyo mistari ambacho kinahusiana na taarifa njema, kinachohusiana na good news, especially katika mwezi ambao tupo. Luka hiyo sura ya kwanza mstari wa 26 anasema hivi: mwezi wa sita malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti. Mstari wa 30 anasema malaika akamwambia usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Nimekuambia unavyosoma neno la Mungu, soma kana kwamba unaisikia sauti ya Mungu inakuaddress, inazungumza na wewe ya kwamba usiogope. Kwa nini? Kwa sababu umepata neema machoni pa nani? Machoni pa Mungu. 34 Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana simjui mume? 35 malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitafika kama kivuli. Kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa sita kwake yeye aliyeitwa tasa. 37 kwa kuwa hakuna neno gumu lisilowezekana kwa Mungu. 38 Mariamu akasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Tunajifunza kwa habari ya taarifa njema. Taarifa njema ambayo imetokea mwezi wa ngapi? Mwezi wa sita. Taarifa njema kwa maana tulisema ni taarifa, ripoti au ujumbe unaoleta furaha, unaoleta matumaini,
unaoleta faraja, unaoleta suluhisho la jambo lililokuwa linasubiriwa ama jambo ambalo lilikuwa linakusumbua. Ni kinyume na habari mbaya. Habari mbaya kama mikosi, majanga. Mfano wa taarifa njema ni kwamba mtu fulani amepata kazi, umefaulu mtihani, kupona kwa ugonjwa, lakini kuzaliwa kwa mtoto ama kupata mpenyo kwenye jambo fulani ambalo ulikuwa ukimtarajia Mungu. Biashara uliokuwa unaifanya kuwa na nini? Kuwa na matunda. It means kwamba kama ni biashara umeuza, lakini shambani ambako ulikuwa unalima, shamba lako kuwa na nini? Na mazao. Sasa kuna vitu ambavyo tumeviona hapa. Kuna taarifa njema ambayo most of the time, wakati wote inatoka kwa Mungu, si ndivyo? Lakini kuna mbeba taarifa ama msaidizi ambaye anasaidia kuhakikisha hii taarifa njema inadhihirika kwako, inadhihirika kwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sasa hawa wasaidizi ama hawa ambao wanahusika kwa namna moja ama nyingine ili taarifa njema iweze kudhihirika kwako, kuna wasaidizi wa namna mbili. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wasaidizi wa kiungu, lakini kuna wasaidizi wa kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Wasaidizi wa kiungu ambao tunaweza tukasema kwamba hawa tunasema ni divine helpers, ambao sasa ni usaidizi wa kiungu, wa kimungu sasa hawa. Lakini kuna wasaidizi wa kibinadamu. Sasa kwenye hawa wasaidizi, kwenye hii habari ambayo tunaiona, tunawaona wasaidizi hawa wote wa kiungu wapo, lakini wa kibinadamu wapo. Sasa ili taarifa njema iweze kudhihirika kwako ama iweze kudhihirika kwangu, ni lazima tuwe na hawa wasaidizi kwa kila namna kwenye maisha yetu. Wasaidizi wa kiungu ambao tumewaona kwenye hii habari, tunamuona malaika, lakini tunamuona Roho Mtakatifu. Sawa sawa na Luka 1 mstari wa Luka sura ile ya kwanza mstari wa 26 mpaka wa 38. Lakini wasaidizi wa kibinadamu kwenye hii habari ambayo tunaisoma, tunawaona wasaidizi wa kibinadamu. Kuna huyu ambaye anaitwa nani? Huyu anaitwa Elizabeth. Yule ni msaidizi wa nini? Wa kibinadamu. Kwa nini? Kwa sababu hii taarifa alivyoipata Mariamu ni taarifa ambayo haiwezekaniki. Akaambiwa kwamba nenda kwa ndugu yako nani? Elizabeth. Kwenye wasaidizi wa kibinadamu sasa hapa wapo wa namna tofauti tofauti. Wapo ambao mara baada ya kupata taarifa, ukimwambia hilo jambo ambalo uko nalo, anaweza akakusaidia kwenye kuliorganize hilo jambo. Yupo mwingine utakapomshirikisha atakusaidia kufund hilo jambo. Hawa ni wasaidizi wa kibinadamu. Yupo ambaye mara baada ya kupata hiyo taarifa, ukienda kumwambia bana, kuna hiki na hiki na hiki nimekipata, ni taarifa hii nimeipata. Inaweza ikawa hiyo taarifa umeipata kwa njia ya ndoto, umeipata kwa njia ya maono, lakini utakapomwambia tu ataanza kukuelezea kwamba hilo linaenda kwa staili hii, linaenda kwa staili hii, linaenda kwa staili hii. For example, mfano Musa aliambiwa atengeneze ile nini, nyumba ile nini, hekalu, noti hekalu nini, ile hema ya kukutania, si ndivyo? Lakini maelekezo ya vitu ambavyo vilikuwepo mle, mara baada ya kwenda kumwambia Bezaleli na wenzake, wakapata kufanya sawa sawa na kitu ambacho Musa alifanyeje, alikifanya. Sasa ile taarifa njema ambayo Musa alipewa ya kutengeneza mahali pa kukutania, maelekezo, mara baada ya kwenda kuzungumza na mtu mwingine, akakuta ile taarifa njema inakuja kutimia. Kwa nini? Unakuta kwamba anasema kwamba alifanya sawa sawa na maelekezo ambayo yalikuwepo wapi, kwenye nini, kwenye lile neno la Mungu. Lakini wasaidizi wa kibinadamu muda mwingine ni wale ambao inatakiwa wawepo watu ambao wanaweza kukuambia ukweli. Kwa lugha nyingine ni kwamba kwenye haya maisha we are supposed to be approachable. Inatakiwa tuweze kufikika, mtu aweze kutuambia baadhi ya vitu kwamba mtumishi wa Mungu, hapa kuna hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Usitengeneze maisha ambayo yana wigo ambao hauwezi ukafikika. Ili taarifa njema ziwepo kwenye maisha ya kwetu, ni lazima tuwe na wasaidizi wa namna hiyo hapo. Lakini tuwe na wasaidizi ambao sometimes wanaweza wakatupa taarifa fulani. Yule bwana ambaye alikuwa ni nani? Alikuwa mkoma yule, Naamani, bila shaka
aliyemwambia kwamba nenda kwenye nchi yetu kuna nabii, ukienda kwa yule nabii atakwambia nini unachotakiwa kufanya, utapona ukoma. Na yule mtu ambaye alikuwa anamwambia ile taarifa ni mtu ambaye ni mjakazi, mtendakazi wa nyumbani kwake, kwa lugha ambayo ama kwa namna ambayo siku hizi tunaona kana kwamba ni mtu ambaye labda hana nafasi, hana uwezo, hana kitu cha kukuambia. Hapana. Kisoma neno la Mungu vizuri, nasema kwamba hekima iko mtaani inapiga kelele. Wisdom is in the street making noise. Usizani hekima utaikuta labda kwa wale watu ambao maybe ndo watu ambao mnafanya nao jambo fulani kwa namna fulani. Muda mwingine utakutana tu na mtu wa kawaida tu huko nje, mlinzi pale kazini kwenu, akwambia bosi, kuna 1 2 3 kinauzwa kule, kinaweza kikakufaa. Na mara baada ya kusikia hiyo taarifa, mambo yanafanyaje? Yanakuwa vizuri. Sasa sitaki kugusa huku kwenye wasaidizi wa kihatma ambao sasa hawa ni wa kibinadamu. Nataka tuje kwenye wasaidizi wa kihatma ambao ni wale divine helpers, ambapo wa kwanza kwa habari ambao tulikuwa tunaisoma, ambapo ni kwenye hiyo Luka 1:33 anasema hivi. Anasema 33 anasema hivi, na atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. 34 Mariamu akamwambia malaika, litawezekanaje jambo hilo? 35 malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Tulikuwa tunakumbuka kwa habari ya Roho Mtakatifu kama wiki 2 zilizopita, si ndivyo? Sasa tunavyokumbuka kwa habari ya Roho Mtakatifu, inatakiwa umjue Roho Mtakatifu pia kama msaidizi wa kiungu. Tumesema wasaidizi wa kiungu hapa, tuna malaika kama msaidizi wa kiungu, lakini tuna Roho Mtakatifu kama msaidizi wa kiungu. They are divine helpers. Hawa ni wasaidizi ambao wapo kwa ajili ya kutusaidia mambo yanayohusiana na maisha ya kwetu, mambo ambayo yametuumiza ama yametuchosha, lakini hawa wapo kwa ajili ya kuhakikisha taarifa njema ambayo kwenye ulimwengu wa roho imeshatangazwa. Ni swala la wewe kuwajua, kuwatambua na kuwatumia hawa wasaidizi wa kiungu. Hapa tunamuona msaidizi nani? Roho Mtakatifu. Ukisoma Yohana 14:26 anasema hivi, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote. Kuna mwanafunzi mmoja anasoma udaktari, nilikuwa naongea naye jana, nikasema mdogo wangu, shule sio vita, ni swala tu la kuelewa tu nafasi yako kwenye ulimwengu wa roho, lakini nafasi yako ambayo inatakiwa uplay part. Unavyoingia darasani, mwambie Roho Mtakatifu, naomba nifundishe kupitia mwalimu wangu fulani, mtaje jina la kwake unavyoingia darasani. Lakini unapokuwa unasoma, Roho Mtakatifu, naomba nisaidie, nifundishe ninapojisomea mimi mwenyewe. Lakini unapokuwa kwenye chumba cha mtihani, kwa sababu ulimuomba akufundishe darasani kupitia huyo mwalimu wako ama huyo lecturer wako, lakini ukamuomba awe na wewe unapokuwa unasoma, lakini unapofanya discussion na wenzako, the same apply utakapokuwa kwenye chumba cha mtihani. Anasema atakapokuja huyo Roho atawakumbusha yote, si alikuwa na mimi, alinifundisha darasani. Kwa kwenye chumba cha mtihani obvious atafanyeje? Atanikumbusha. Kwa hiyo hawa ni wasaidizi wa kiungu ambao lazima tuwatambue. Kwa Roho Mtakatifu vitu gani ambavyo inatakiwa uvijue? Vitu kama 3 ama 4. Mtambue kwanza yupo na ni msaidizi kwako, kwa sababu kama ni msaidizi wako, yupo kwa ajili ya kukusaidia. Usipotambua kwamba anaweza kukusaidia, atakuwa amekaa hapo. Kwa zijue sifa zake Roho Mtakatifu. Wanasema sio wanasema, ndio iko hivyo kwenye neno la Mungu ya kwamba Roho Mtakatifu ni very gentle, ni muungwana. Yaani hataki umkurupushe, usipomhusisha yeye anafanyaje? Anatulia kimya. Kuna kitabu amekiandika mtumishi wa Mungu Benny Hinn, kinaitwa Good Morning Holy Spirit, kwamba unapoamka msalimie Roho Mtakatifu. Ukimsalimia anajua ya kwamba huyu mtu ananitambua, na kama ananitambua, mwisho wa siku atani-invite mimi kwenye nini? Kwenye mambo yake. Kwa kwenye Roho Mtakatifu mjua, mfahamu, mtambue, jua tabia zake, lakini jua kazi zake. Usiishie tu kujua kazi zake, jua karama ambazo anaziachilia kwenye maisha yetu kama waamini. Ukishazijua karama ambazo anaziachilia kwenye maisha yetu kama waamini, nenda kaangalie matunda yake ni yapi. Hakikisha hayo matunda yanadhihirika kwenye maisha yako, kwenye maisha ya kwangu kama muamini. Tukitembea katika namna hiyo, hapo Roho Mtakatifu kama msaidizi
msaidizi atakuwa ni ajenti mkubwa wa kuhakikisha taarifa njema ni sehemu ya maisha yako, ama ni sehemu ya nini, ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kwa huyo ni msaidizi wa kiungu ambaye ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Lakini msaidizi mwingine wa kiungu ama wasaidizi wengine wa kiungu ni malaika, sawasawa na habari tunaoisoma Luka 1:26, anasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli. Malaika ni wasaidizi, they are our divine helpers, ni wasaidizi wa kiungu ambao wamewekwa kwa ajili ya kutusaidia. Tunaelewana wana wa Mungu? Tunaelewana, si ndivyo? Ili taarifa njema ambayo imeletwa iweze kutokea kwenye maisha yako, hawa wasaidizi wa kiungu lazima ujue kwamba wapo kwenye mwezi wa 6, wapo tayari kwa ajili ya kuhakikisha taarifa njema inatokea kwenye maisha yako. Jana kama sio juzi niliwaambia kwamba jamani, kama nyinyi ambao mmekuja hapa hamuamini kuhusiana na taarifa njema, mimi mwenyewe binafsi nitaamini, na kwa sababu nilishauandaa moyo wangu kuamini kwa habari ya taarifa njema. Jana kuna taarifa njema moja nimekutana nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mimi ninayesimama hapa tayari nimeshaanza kupokea taarifa njema. Kwa hiyo kama mimi ambaye Mungu amepitishia ujumbe kwangu, taarifa njema nimeshaanza kuzipata, have an assurance, uwe na uhakika kwako pia mwezi huu, juma hili ni lazima kuwe na taarifa njema. Haleluya, haleluya. Kwa mwezi wa 6 malaika alifanyaje? Alikuja kwa nani? Kwa Mariam. Ukisoma ile 28, akaingia nyumbani mwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yuko pamoja na wewe. Sasa kwenye neno la Mungu, tunapokuwa tukisoma neno la Mungu muda mwingine, ili tuweze kuelewa, hapa tunaambiwa kwamba malaika akafanyaje? Akaenda nyumbani kwa nani? Nyumbani kwa Mariam. Okay, ili tujue sasa huyu msaidizi wa kiungu ambaye ni Roho Mtakatifu, namna ambavyo anafanya kazi au namna ambavyo anatenda kazi. Sasa hii ni principle ambayo pia jifunze kuitumia unapokuwa ukijisomea neno la Mungu mwenyewe ukiwa nyumbani. Kwa mfano hapa si tumeona pana neno limeandikwa malaika, si ndivyo? Sasa ili ujue malaika wanafanya kazi vipi, mbali na hii kazi ambayo tunaiona hapa kwenye Luka, kuna sheria ya kwenye neno la Mungu. Unavyojifunza neno la Mungu inaitwa the law of first mention, kwamba ni sheria ama kanuni ya kutamkwa mara ya kwanza. Malaika mara ya kwanza ametamkwa wapi? Ukishajua malaika mara ya kwanza ametamka wapi, nenda katafute mara ya pili ametamkwa wapi, mara ya tatu ametamkwa wapi. Ukishaangalia namna ambavyo anafanya kazi ama pattern yake, hii inakupa ujasiri, hii inakupa uhakika ya kwamba huu usaidizi wa kiungu ambao unahusiana na malaika una nafasi fulani kwenye maisha ya kwangu. Mara ya kwanza malaika ametamkwa wapi? Ametamkwa kwenye Mwanzo 16 mstari wa 7. Mwanzo 16 mstari wa 7. 16 mstari wa 7 anasema hivi: malaika wa Bwana akamuona kwenye chemichemi ya maji katika jangwa, chemichemi iliyoko katika njia ya kuendea Shuri. Akamwambia Hajiri, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi nawe unakwenda wapi? Akanena, nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sara. Mstari wa 9, malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mikono yake. Malaika wa Bwana akamwambia, hakika nitakuzidisha uzao wako, wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi. Malaika wa Bwana akamwambia, tazama, wewe una mimba, utazaa mwana wa kiume, naye utamwita jina lake Ishmaeli, maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako. Hapa malaika anamwambia rudi nyumbani ukafanyeje? Ukanyenyekee. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ameondoshwa wapi? Nyumbani alipokuwa anaishi. Kuondoshwa mahali ambapo ulikuwa umepazoea ama mahali ambapo ulikuwa unaishi, hii tunaweza tukasema ni taarifa mbaya, si ndivyo? Lakini malaika anakuja kumpa taarifa njema huyu nani? Hajil. Taarifa njema ya kwamba kitu ambacho unakipitia chanzo ni kiburi. Ukinyenyekea, taarifa njema itakuwa sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo muda mwingine mambo ambayo tunayapitia kwenye maisha
inaweza ikawa ni kwenye kazi, kwenye majukumu, kwenye biashara na vitu vya namna fulani, ni kwa sababu ya kiburi. Malaika anatuambia ya kwamba tunapaswa kunyenyekea. Tukisha nyenyekea, Biblia inasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake, si ndivyo? Kwa hiyo mara baada ya kunyenyekea tutaona nini? Tutaona taarifa njema ikitokea kwenye nini? Kwenye maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu mtu mwenye kiburi ni mtu ambaye hataki kuambiwa lolote na chochote. Anaona kwamba mimi ninajua kila kitu. Mwana wa Mungu, hatujui kila kitu. Biblia inasema kwamba tunajua kwa sehemu, tunafahamu kwa sehemu, tunatoa unabii kwa sehemu. Kwa katika yote tunayoyafanya, we know in part, tunajua kwa sehemu. Lakini atakapodhihirishwa mwana wa Mungu Yesu Kristo, then hapo tutayajua yote. Ndio itatimia ile inayosema kwamba hamna mtu atakayemwambia mwenzake aisee mjue Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wote tutafanyeje? Tutamjua Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ikiwa ni watu wa kunyenyekea, ili taarifa njema ziweze kuja kwenye maisha yetu, aidha kwa usaidizi wa kiungu, kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ama kwa usaidizi wa malaika, tunapaswa kunyenyekea. Mara baada ya kunyenyekea, alirudi wapi? Nyumbani. Kwa hiyo kiburi ni sababu inaweza kufanya upitie ugumu ama hali fulani ya maisha, lakini unyenyekevu ni mlango ambao unaweza ukasababisha taarifa njema. Humility, humbleness, it creates a door for a good news kutokea kwenye nini? Kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mara ya pili malaika wanatamkwa wapi kwenye Biblia? Mara ya pili wanatamkwa kwenye Mwanzo 19 mstari wa kwanza. Tumeona hapa huyu kilichozuia taarifa njema kwenye maisha yake, kilichozuia taarifa njema kwenye maisha yake kilikuwa ni nini? Ni kiburi. Kwa akaambiwa rudi, kanyenyekee. Ukinyenyekea mambo yatakuwa vizuri. By the way, una baraka ya mtoto tumboni mwako. Kwa hiyo rudi, huyo mtoto atakayezaliwa atakuwa mkuu na vitu vya namna hiyo hapo. Mara ya pili malaika anatamkwa kwenye Biblia ni kwenye Mwanzo 19:11. By the way, kwenye Biblia neno malaika limetumika zaidi ya 275 mpaka 300. Malaika limetumika kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Na by the way, Ufunuo ndo tunaambiwa kwamba kwa malaika aliyepo maybe kanisa la Sardi, andika vitu vya namna hii hapa, vitu vya namna hii hapa. Kumbe malaika ni wasaidizi wa kiungu ambao wapo kwa ajili ya kunisaidia mimi, wapo kwa ajili ya kusaidia wewe. Na sasa kama kwenye Ufunuo tumeambiwa kwamba malaika aliyepo katika kanisa la Sardi, have an assurance, uwe na uhakika pia kuna malaika ambaye yuko assigned kwa ajili ya this parish, kwa ajili ya kuleta habari njema. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tukitambua kwamba kuna malaika ambaye amekuwa assigned juu ya kanisa letu, amekuwa assigned juu ya usharika wetu, yupo kwa ajili ya kuleta habari njema kwenye maisha yetu. Kumbe sasa ninavyoomba, yani haya mambo yani hauhitaji kwamba uelewe sana, sijui ujue sana. Jua tu kwamba kuna malaika ambaye yupo kwa ajili yangu, kuna malaika ambaye yupo kwa ajili ya kanisa langu. Hawa wote wana majukumu fulani kwenye maisha ya kwangu. Kwa hiyo malaika ambaye upo assigned na maisha ya kwangu, ama uko assigned na utumishi ambao Mungu ameuweka ndani yangu, uko assigned na kazi yangu, uko assigned na biashara yangu, ninaomba upate kuleta taarifa njema. Lakini taarifa ya kwanza tumeona kwamba huyu aliletewa taarifa njema. Kilichosababisha taarifa njema isiwepo kwenye maisha yake ni kiburi. Kwa hiyo kama kuna namna yoyote ile ya kiburi, Roho Mtakatifu mchunguza ndani yangu. Naomba nisaidie, niwezeshe nisitembee katika kiburi. Kwa nini? Kwa sababu kiburi kitakuzuia, kitanizuia nisiweze kupata taarifa njema. Mara ya pili ni Mwanzo 19 mstari wa kwanza. Anasema hivi huo mstari: basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Okay, ukisoma huu mstari wa kwanza, okay, mlangoni pa Sodoma, Lutu akawaona, akaondoka akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi. 15 anasema hata alfajiri ndipo malaika wakamhimiza Lutu wakisema, ondoka, mtwae mke wako na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu.
ukisoma hii habari yote, nimeruka kuna mstari wa pili hapo, kuna nimeruka mstari wa pili, wa tatu, wa nne na wa tano. Ukisoma hii habari ya Lutu au malaika ambapo wanaonekana mara ya pili kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Mwanzo, unakuta kazi yao ilikuwa ni kwenda kuangamiza Sodoma na Gomora. Lakini kwa sababu Sodoma na Gomora kulikuwa na watu ambao walipata neema, niseme jana juzi tumeangalia kwamba wewe na mimi tumepata neema, si ndivyo? Kwa kama wewe na mimi tumepata neema machoni pa Mungu, tuwe na uhakika pia kwamba wasaidizi wa kiungu ambao ni malaika wanaweza wakafanya kazi na wewe, wanaweza wakafanya kazi na mimi. Kwa nini? Kwa sababu tumepata nini? Neema. Lakini hapa hawa malaika wanaenda kuangamiza Sodoma na Gomora. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa kuna uovu. Okay, cha kujifunza ni kitu gani hapa? Tena hii habari unaweza ukaitumia muda mwingine hata kwenye kulea watoto wako. Kwa nini? Kwa sababu vijana nowadays wanaona ya kwamba kuishi maisha ya immorality, maisha ambayo immorality kwa Kiswahili ni nini? Maisha ya nini? Maisha ya uovu ama maisha ya uovu. Tunaona kwamba it is a sort of lifestyle, ni kama ni lifestyle fulani kwamba hatuwezi tukaishi bila kufanya mambo maovu. Tena hapa tupo katikati ya vyuo. Sometimes unatoka kanisani jioni unakuta mambo kama yote yanafanyika kwa namna hiyo hapo. Sasa siku za mwisho zinafananishwa na siku za Sodoma na Gomora, kipindi cha Lutu, si ndivyo? Zinafananishwa. Sasa kama kipindi kile kunafananishwa na kipindi hiki, kipindi kile walikuwepo watu ambao ni wenye haki, walikuwepo watu ambao hawajajichanganya ama hawajajichafua. Uwe na uhakika pia kipindi hiki wewe na mimi tunatakiwa tuwe watu wa namna hiyo ambao hatujajichanganya. We are not involved in immorality activities. Hatujihusishi na mambo maovu ama mambo mabaya ambayo dunia inaona kwamba ndo maisha. Dunia inaona ya kwamba this is a lifestyle while it is not lifestyle. Maisha ni kuwa na Yesu. Hiyo imeisha, yani there is no discussion. Life is to have Christ. Life sio kufanya vitu ambavyo ni kinyume na nini? Na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo sasa kama siku za mwisho zinafananisha na kipindi cha Nuhu, hapa tunaona malaika, usaidizi wa kiungu ulitokea. Kwa nini? Kwa sababu huyu Lutu alikuwa ni mtu ambaye anaishi maisha safi, sio maisha ya kujichanganya, sio maisha ambayo trend ya dunia inasema kwamba sasa hivi inatakiwa tuishi kwa staili hii hapa. Kwa hiyo unaweza ukaishi ukiwa msafi, unaweza ukaishi ukiwa piwa kwa namna ambayo ni mazingira ambayo yanasababisha taarifa njema kukufikia kupitia wasaidizi wa kiungu ambao ni nani? Ni malaika. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nimefananisha hapo kwamba kipindi kile na kipindi hiki kinafananishwa, kipindi cha nyakati za Nuhu na hizi nyakati za mwisho ambazo ndo tuko hizi nyakati za mwisho, si ndivyo? Lakini ukisoma mahali fulani kwa habari ya nyakati za mwisho, tunaambiwa kwamba kulikuwa kuna wanawali 5 wenye akili na wanawali 5 wapumbavu, si ndivyo? Nataka nikunalia hapa, maana unaweza ukaishi pia maisha ya utaua, maisha ya usafi, maisha ambayo sio ya immorality, lakini still yet ukawa miongoni wa wanawali wapumbavu. Kwa hiyo tunataka ya kwamba tuishi maisha ya usafi, maisha ya utakatifu, lakini still yet tunakuwa ni wapi? Miongoni mwa wale wanawali wenye akili ama wanawali ambao wana nini? Wana hekima. Kwa nini? Kwa sababu bwana harusi alipokuja aliwakuta kwamba they are ready, walikuwa tayari. Haleluya. Haleluya, wana wa Mungu. Na muda wetu unakimbia. Mara ya tatu ni Mwanzo 21:17. 21:17 mpaka 21. Okay, ndaenda kwa kukimbia, kwa nataka tufanyie kazi hichi kitu. Okay, mara ya tatu tunaona hapa Mwanzo 21:17, malaika wanapotamkwa kwenye Biblia, anasema Mungu akasikia sauti ya kijana. 17 hiyo, Mungu akasikia sauti ya kijana, malaika wa Mungu akamwambia Hajiri, akamwita Hajiri kutoka mbinguni akamwambia,
una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliako. 18, ondoka ukamwinue kijana, ukamshike mkono wako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. 19, Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. 20, Mungu akawa pamoja na huyo kijana, naye akakua, akakaa katika jangwa, akawa mpiga upinde. 21, akakaa katika jangwa la Parani, mama yake akamtwalia mke katika nchi ya Misri. Hajiri ni kama alikuwa na kichwa kigumu. Aliambiwa mara ya kwanza kuhusiana na mambo ya kunyenyekea, akarudi ni kama hakumsikia malaika alichomwambia. Anakuja kufanya kitu kinachofanania ile ile, kwa namna ambayo Hajiri story yake imekuwa story ambayo inakuwa ni kama ya tatu kwa malaika kutokea kwenye maisha. Lakini hapa msaada wa kiungu kupitia malaika unatokea kwa namna gani? Unatokea kwa sababu Ishmael alipewa neno la nani? Alipewa neno la Mungu kupitia baba yake nani? Ibrahim. Kwa nini? Kwa sababu Ishmael Hajiri alivyokuwa anaendelea kumfanyia nani? Alivyokuwa anaendelea kumfanyia dhihaka nani? Sasa hii mara ya pili Hajiri anafukuzwa kwenye nyumba ya Ibrahim. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anamfanyia dhihaka Sara. Alivyoona dhihaka imekuwa nyingi Sara akasema, sasa Ibrahim huyu naomba aondoke hapa, sitaki awepo. Ibrahim akaenda kwa Mungu kwa sababu yule alikuwa ni mtoto wake, ni damu yake. Akamwambia Mungu, inakueje? Akasema, Ibrahim, msikilize mke wako, kwa sababu pia at the first time kwenye hili jambo lilivyokuwa linatokea ulimsikiliza mke wako, japo mimi nilikuahidi ya kwamba nitakubariki, nitakufanya kuwa baba wa mataifa mengi. Unaona? Kwa akasema msikilize mke wake. Mke wake akasema nini? Afukuzwe. Akafukuzwa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anamfanyia dhihaka. Muda mwingine tukiishi maisha ya kuwafanyia watu dhihaka, tukiishi maisha ya kuwafanyia wengine hila, ni mazingira ambayo yanatengeneza hali fulani ya taarifa mbaya kwenye maisha ya kwetu. Tukiachana na dhihaka, tukiachana na hila, tukiachana na husda, tukiachana na fitna, tunatengeneza mazingira ya taarifa njema kutokea kwenye maisha yetu. Lakini hapa mara ya pili taarifa njema inatokea kwenye hii familia, inatokea kwa Ishmaeli. Kwa nini? Kwa sababu Abraham alitoa baraka kwa Ishmaeli, alimpa na mkate, akasema Mungu atakufanya kuwa nini? Kuwa taifa kubwa. Ili neno ni kweli lilitoka kwa Abraham, lakini lilitoka kwa nani? Lilitoka kwa Mungu. Sasa malaika wapo tayari kwa ajili ya kufanyia kazi neno la Mungu ambalo linakuwa linatoka wapi? Kinywani mwako ama kinywani mwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Naona muda umeisha hapa. Kwa hiki ulichokisikia, tutaendelea kesho hapa kwenye hii ambayo imekuwa mentioned hii ya malaika. Kesho tuwe na kamda kidogo karefu kakuomba, kakuwatumia malaika juu ya mambo yetu. Lakini kwa kile ambacho umekiona hapa, tutaenda kuomba toba muda mwingine. Taarifa njema imechelewa kwa sababu ya kiburi. Taarifa njema imechelewa kwenye maisha yetu kwa sababu ya dhihaka. Tunaona kana kwamba tunajua kila kitu, lakini tunaona kana kwamba tunaweza tukafanya kitu chochote, wakati neno la Mungu linatuambia kwamba sisi pasipo yeye hatuwezi kufanya kitu nini? Kitu chochote. Kwa hiyo tutaenda kuomba Mungu turehemu kwa pale ambapo tumefanya kwa kiburi, kwa namna ambayo taarifa mbaya imekuwa sehemu ya maisha kwetu, kwa sababu umetuambia mwezi wa 6 Mariam alipata taarifa njema. Kwa hiyo mwezi wa 6 mimi ninaenda kupata taarifa njema, lakini kama nilikuwa kizuizi cha hiyo taarifa njema, kizuizi cha hiyo good news, Mungu naomba nirehemu. Naomba tusimame tuingie kuomba moja kwa moja. Kesho tutaendelea. Kuna kitu fulani nataka nikiconnect siku ya kesho kwa namna ambayo tuweze kuwatumia malaika, tuone wakiendelea kuzidhihirisha taarifa njema. Hapa nimekugusia kidogo ya kwamba malaika, ngoja niusome huo mstari. Ni Zaburi anasema hivi, ni Zaburi ya
Zaburi ya 103 mstari wa 20 anasema hivi, mhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake, mkisikiliza sauti ya neno lake. Malaika wapo hodari kwa ajili ya kuisikiliza sauti ya neno lake ambayo inatoka ndani yako, inayotoka ndani yangu. Then tutaweza kuona malaika wakifanya kazi pamoja na sisi. Lakini kwa hiki ambacho tunaenda kukiomba muda huu hapa, pia utaona na taarifa njema itatokea. Regardless bado hatujakamilisha hichi kipengele, lakini you will see good news. Tuingie kuomba moja kwa moja. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye mwema na mwaminifu, Bwana wa majeshi, tunakuja mbele zako kwa toba na rehema. Tumelisikia neno lako ya kwamba umekusudia katika mwezi huu wa 6 mwaka 2026 Bwana, leo ikiwa ni tarehe 4 ya mwezi wa 6, ya kwamba maisha yetu yakatembee na taarifa njema, yakatembee na taarifa njema. Tunaweza kukawa na vizuizi ambavyo Bwana vinazuia taarifa njema kwenye maisha yetu. Tumeona kizuizi kimojawapo cha taarifa njema kwenye maisha ya kwetu ni kuishi maisha ya kiburi, lakini kizuizi kingine cha taarifa njema kwenye maisha yetu kuishi maisha ambayo ni maisha ya immorality. Lakini Mungu, kwa sababu umekusudia taarifa njema na umetuambia kwenye Ufunuo kwamba kuna malaika ambao wameshawekwa tayari kwa ajili ya kanisa, malaika ambao Bwana wamekuwa assigned juu ya kanisa hili, wamekuwa assigned juu ya kanisa la mahali hapa. Bwana, tunaomba muda huu na wakati huu, kwa mamlaka ambayo tumeipata kwenye neno la Mungu, ya kwamba malaika wapo hodari kwa ajili ya kufanya kazi juu ya neno lako. Neno lako linatuambia ya kwamba wema na fadhili vitatufuata. Bwana, tunaomba wema na fadhili vikatufuate kwa namna ambayo usaidizi wa kiungu kupitia malaika Bwana ukapate kudhihirika kwa mama huyu, ukapate kudhihirika kwa baba huyu, ukapate kudhihirika kwa dada huyu, ukapate kudhihirika kwa kaka huyu. Bwana, taarifa njema kwenye familia yake, taarifa njema kwenye ndoa yake, taarifa njema kwenye kila kitu kinachohusiana na maisha ya kwake, taarifa njema kwenye biashara anayoifanya. Mungu, usimwache, usimpungukie Bwana. Taarifa njema kwenye masomo yake, taarifa njema kwenye taasisi yake. Yale mambo ambayo yalitakiwa yawe yamekwisha kutokea kwenye familia, ama yalitakiwa yawe yamekwisha kutokea kwenye taasisi yake, Mungu, tunaomba toba kama kiburi ama dhihaka ilifanyika kama kizuizi cha hiyo taarifa njema. Bwana, kilifanyika kama kizuizi cha hiyo taarifa njema. Kwa rehema zako Mungu, ambazo neno linatuambia ni mpya kila asubuhi, Jehova, mrehemu mama huyu, Baba, mrehemu baba huyu, kwa jina na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Anavyorudi nyumbani kwake, anavyoenda kazini kwake, akakutane na taarifa njema, akakutane na taarifa njema hapo nyumbani kwake, akakutane na taarifa njema. Lakini kila memba ambaye ni memba wa kanisa hili Bwana, aidha amekuja ama hajaja, so long tunajua nafasi na position zetu, tunatamka taarifa njema kwa kila memba wa usharika huu, taarifa njema kwa kila memba wa usharika huu. Zaidi ya yote Bwana, kila ambaye amepata pia neema ya kufika kwenye hizi ibada za asubuhi, Bwana wa majeshi, ninatamka na kutangaza taarifa njema kwake, taarifa njema kwa wapendwa wake. Wengine taarifa njema ni kwa habari ya afya, juu ya ndugu, jamaa na marafiki. Jehova, taarifa njema kwa usaidizi wa kiungu wa malaika. Tena moja ya malaika ambaye anadili na mambo ya kiuponyaji ni malaika Rafael, akaachilia uponyaji, akaachilia uponyaji kwa jina na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Usaidizi wa kimbingu ukapate kuwa pamoja nasi kwa Roho Mtakatifu. Tunabariki, tunalitukuza jina lako, maana Mungu wewe ni mwaminifu, maana Mungu wewe ni mwema. Asante kwa uaminifu wako, asante. Shika sadaka yako, tumshukuru Bwana. Mungu mwenye enzi yote, tunakushukuru wewe ambaye umetupa neema hata kupokea habari njema na zenye furaha na zenye matumaini. Nasi tunakushukuru hata asubuhi ya leo, tunaamini kwa habari njema kwa kila mmoja,
anapokwenda kazini, anapokwenda kwenye makazi yake, anapokwenda kwenye biashara zake, anapokwenda kwenye masomo yake, ziko habari njema. Tunaomba ukapokee sadaka zetu pia asubuhi ya leo. Tunakuletea Mungu aliye hai, zitakase kwa damu yako, na ukambarikie kila mmoja katika shughuli zake zote. Milango ya mafanikio na ikafunguliwe kwa ajili yake, na siku ya leo ikawe njema, asubuhi, mchana na jioni. Mtoto wako huyu, mtumishi wako huyu, apite kwenye mafanikio na kwenye matumaini, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Inua moyo wako kwa Bwana, pokea baraka zake. Bwana kubarikie na kulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana kuinulie uso wake na kukupa amani. Pokea amani ya Bwana moyoni mwako, na unapokwenda kwenye shughuli zako za siku ya leo na kwenye ratiba zako zote, natangaza amani ya Bwana iambatane nawe, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana, na asante na uliyetufuatilia kwa njia ya YouTube. Bwana akubariki sana. Na kuabudu wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Wewe ni Bwana, umeketi mahali pa juu palipoinuka. Wewe ni Bwana, Bwana, na kuabudu, na kuabudu. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe.